Hello guys, so story ya leo imetokea nchini Kenya. Ni ya msichana ambaye aliungwa kwenye Illuminati, wenyewe wanaita Illuminati, na anti wa rafiki yake wakiwa shuleni. So kwa kulinda identity ya hao watu ambao wamekuwa involved kwenye hii story, nitatumia majina ambayo sio yao. So tumuite huyo msichana Anna pamoja na huyo rafiki yake Esther. So hao wasichana wawili walikutana huko shule, wakawa wameunda urafiki ambao inakuwa marafiki sana. Wakawa mpaka ikifika likizo hivi, huyu anaendi kwao kwanza, anaenda kwa kina Esther ambao ndo kwa aunti yake Esther. Wanakaa and then mpaka wazazi wake wakipata nauli ya kumrudisha nyumbani ndo wanatuma anarudi nyumbani. Au sometimes huyo aunti yake Esther anamlipia nauli ndo anarudi kwao. Kwa hizi familia mbili kulikuwa kuna ukaribu sana. Na kama unavyojua boarding school kuna kuaga na kipindi ambacho wazazi wanakuja kuwatembelea wanao, wanawaletea vitu na nini, visiting day. Kwa upande wa Ana, kwa sababu wazazi wake walikuwa ni wako mbali, kwanza wako kijijini, pili hawana hizo hela za kuspend hivyo. Kwa hiyo akawa hanaga mtu ambaye anakuja kumuona hiyo visiting day. Sasa kuna hiyo visiting day moja ambayo aunti yake Esther akawa amekuja kuwaona wote wawili hapo shuleni. Akawa amebeba mazawadi, kabeba sijui lipstick, sijui makeup, sijui nini anampelekea Ana pamoja na Esther. Kabeba sijui mavyakula na nini, akawa amempelekea shuleni ili akawaone ni wote wawili. So Ana kupokea hivyo vitu kama amefurahi. Akawa amevichukua amepeleka dom, maisha kama endelea. So Ana alikuwa ni mtu ambaye anampenda sana Mungu, kila siku anahudhuria vipindi vya dini shuleni na nini. Until alipopokea vile vitu kutoka kwa aunti yake Esther, akawa hataki kabisa hata kusikia mambo ya dini. Hataki hata kusikia hata wimbo wa dini unaimbwa, akawa amebadilika kabisa. Hakujua nini kinaendelea, akahisi tu kama ndo mabadiliko, sio ni ujana au nini. Kwa akawa anaendelea na maisha yake kama kawaida. Na likizo iliyofuata kutoka hapo, wakawa sasa huyo Esther pamoja na Ana wameenda kwa aunti yake Esther. Wameenda kufikia pale. So wamekaa pale nyumbani kwa aunti yake Esther. Aunti yake Esther alikuwa ni tajiri, ana kila kitu, ni nyumba nzuri, yani kila kitu kitaka pale unapata. Kwa wamekaa pale likizo nini, ikafika siku ya aunti yake Esther akasema nataka niwapeleke Mombasa kama vacation fulani hivi. Wakawa wamefurahi sana, akasema okay sawa twende. So huyo aunti yake Esther akawa amekodi hiyo gari, ilikuwa ni expensive, yani magari fulani vya kifahari. Wakawa wamepanda wameelekea Mombasa. Kufika Mombasa wakawa wamefikia kwenye hoteli kubwa, yani hoteli zile za bei kali. So wakawa wamefika pale, aunti yake Esther akawa amekaa kwenye chumba kingine, au wawili wakawa wamewekewa kwenye chumba kimoja. So wamefika refresh nini, wanafurahi yani kama zote. Wamekaa pale kidogo, wakala nini. Ilipofika usiku muda wa kwenda kulala, aunti yake Esther akawa amekuja na magauni mawili meusi ambayo ni yana kofia. Unajua kama magauni yale kichawi yale. Akawa amewaletea akasema, "Hebu vaeni hizi. Tunataka kutoka usiku." Saa ngapi hiyo? Saa 6. Sasa huyo Ana alikuwa ni kama anauoga, Mungu wangu tena sasa hivi usiku wote huu. Alafu tumevaa hizi nguo ambazo za ajabu. Afu akawa anaogopa kuuliza, lakini kwa sababu huyo aunti yake Esther ni mtu ambaye alikuwa ni msaada mkubwa kwake. Kama hivyo nilivyosema, anaenda kumuona shuleni. Hata ada sometimes wazazi wakikwama anawasaidia kulipa. So kwa akawa hataki kuonekana kama mtu ambaye hana shukrani. So akawa amefanya kama alivyoambiwa. Akawa wameinuka huyo Esther na Ana wameenda wamejiandaa. Walipomaliza wakapanda gari, wakawa wanaelekea sijui wapi huko. Aunti yao akawa amewapeleka kwenye kama kwenye ufukwe wa bahari. Pembeni kuna bahari, alafu pembeni upande mwingine kuna nyumba moja ambayo ni nyumba ya kifahari, yani ama kitu kingine chochote. Hiyo nyumba tu peke yake pamoja na upande mwingine wa bahari. Ameingia kwenye hilo jumba la kifahari, ni bonge la jumba. Alafu kutoka getini mpaka mlango wa kuingilia ndani ya nyumba kuna kaumbali fulani. So wakawa wametembea mpaka walipofika pale kwenye mlango wa kuingilia ndani. Huyo aunti yake Esther akamwambia, "Anzeni kutambaa." Alipofungua mlango tu akamwambia, "Anzeni kutambaa." Sasa wakawa wanashangaa, tunatambaje wakati bonge la nyumba ile la kifahari, alafu mlango ni unatosha mtu kutembea, kwa nini tutambae? Akasema amebadilika kama mkale, akamwambia, "Nimesema tambaeni." Na yeye sasa amekaa mbele yao hivi, akaanza kutambaa yeye. Kwa hiyo ikabidi wenyewe wamfuate, sawa, hawaelewi nini kinaendelea, lakini wakawa wanamfuata tu. So wametambaa, wamefika mbele. Ndani kulikuwa hakujawasha taa, ila unajua kabisa hili jumba ni bonge la jumba. So wakawa wametambaa, wamefika sehemu, wakakutana kama kuna vitu fulani vimekaa mbele yao. Huyo aunti yao akamwambia, "Lambeni hivyo vitu mnavyoviona mbele yao." Kulamba sasa kuangalia vizuri, unaona mbona kama ni mafuvu haya ya vichwa vya watu.
alafu vinatoa yani bonge la harufu, unajua yani harufu ya mzoga ndio vikawa vinatoa hivyo. Akamwambia lambeni hivyo, lambeni, nimesema lambeni hivyo, na nilio hivyo vitu ambavyo viko mbele yenu. Sasa yani kwenye ule uoga akawa anataka yani kama kukimbia kurudi walikotoka. Akamwambia nyie msirudi nyuma, mkirudi nyuma mnakufa pamoja na familia zenu zote wanakufa. Kwa hiyo ni kwa sababu walikuwa ni watoto, unajua ni wako shule, yani hawana ile experience ya maisha na nini. Wakawa wameogopa, wakaona tukirudi nyuma kweli tutakufa, alafu na familia zetu zitakufa. Ngoja tufanye tunachoambiwa. So wakawa wameshika hayo mafuvu, wakawa wamelamba. Yani ilikuwa bado yani kama bado hayajakauka vizuri, unajua. So walivyolamba pale wakaambiwa vizuri. Sasa kwa sababu mlikuwa mmetoka kule mnatambaa, sasa hivi tembeleeni na magoti. Wakaanza kutembelea magoti. Sasa hapo yani watoto washapata yani mshtuko mkubwa, wajue yani wako wapi, kwa nini wanaambiwa kufanya hivyo vitu. Yani wakaanza kulia, yani wanalia. Wakaambiwa hamna kulia hapa, inabidi yani mkaze moyo, hamna kulia na mfanye mnachoambiwa. So wametembea, wamefika mbele hivi, wakakuta kuna kama yani watu wamepiga magoti pale mbele yao, wanalia vibaya mno. Kuangalia vizuri hivi yani wamechafuka, yani wametapakaa madamu mwili mzima. Afu yani kuna wamama pamoja na watoto, yani kama ilikuwa ni familia fulani hivi. Wakaambiwa mnaona watu ambao wako mbele yenu? Wakasema ndio tunaona. Akasema chukueni visu hivyo, nendeni kawaue. Yani kila mtu uwe mtu mmoja. Wakaambiwa chukueni hivyo visu, mnaona watu pale mbele, chukueni visu hivyo, kila mmoja aende kawaue mtu mmoja pale. Usipofanya hivyo wewe ndio utakufa pamoja na familia yako. Kwa hiyo yani wale watoto wakawa wanaogopa yani wanalia vibaya mno. Kabidi wasimame wachukue hivyo visu, waende wakafanya hicho wanachoambiwa. Kufika pale kwa sogelea wale watu wanalia vibaya mno. Sasa huyo ana kama msogelea mama anataka mchome kisu, mama analia sana, naomba usinichome, usiniue mwanangu, usiniue. Lakini wapi ana akifikiria kwamba alivyoambiwa kwamba usipofanya hicho kitu tunakuua wewe pamoja na familia yako. Akaona na bora tu nifanye. So akamsogelea pale, akamchoma kisu, akawa ni ule mshtuko akakitoa, akakidondosha chini. Akawa analia. Akasikia sauti sijui imetokea wapi. Ikamwambia wewe binti, chukua hicho kisu, okota hicho kisu. Kwa akameogopa, akachukua akakokota haraka. Wakaambiwa haya, lambeni hizo damu kwenye hicho kisu. Wakawa wanaogopa, ikabidi sawa lambe. Wakawa wamelamba hivyo visu. Walivyolamba wakanasema yani ile ladha ya pale, yani kwa sababu walilamba yale mavicho ambao yale mafuvu huko nyuma. Kwa hiyo ile ladha ikawa ni kama ladha ya juice fulani, yani ladha kama badilika, sio kama ya damu. Yani umelamba hivi kama unataka uendelee kulamba nyingine, yani uendelee kunywa hiyo damu. So walipomaliza pale wakaambiwa tembeni, nendeni kule mbele. Walipofika mbele kule wakaambiwa inabidi mnaendelea mnywezi damu. Yani watoto yani tayari yani yale matukio yote ambayo yametokea kule nyuma, yani wameogopa mpaka yani wametetemeka, yani mpaka basi wanaona yani inabidi tufanye tu hivi ili tutoke huko ndani, maana tusipofanya hatutatoka huko ndani tukiwa wazima. So wakapewa hizo damu ambazo kumbe walipoua wale watu, damu ikawa imesanywa, wakapewa wanywe. So wakanywa damu ile, wamekunywa. Huyo ana akawa amekunywa damu mpaka yani akawa mwili hauna nguvu, akadondoka kazimia, hakujua kinachoendelea kingine. Then kuamka baadaye anajikuta yuko Nairobi. Kutoka Mombasa hadi Nairobi hata saa hajui alizimia muda gani, yani haelewi chochote ambacho kilikuwa kinaendelea. Akajikuta yuko kwa aunti yake huyo Nairobi. Aunti yake huyo Esther. So yani kwa sababu yale matukio yale yaliyotokea ilikuwa ni matukio ambayo ya kushangaza afu ya kuumiza, mpaka huyu ana akaanza yani akaona yani sitakiwi kuwa na urafiki na huyu Esther. Japokuwa naye alikuwa hajui, ametolewa tu huko kijijini, kaletwa na aunti yake ndo kafanyia hivyo. Urafiki kwao yani kama umekufa pale wakati tu wanasalimiana tu guys pati inayofuata. So huyo ana na Esther urafiki kwao umekufa pale. Kwa Esther ana akawa ameomba nauli kutoka kwa mama yake, akarudi kwao. Aliporudi kwao akakaa kule. Aunti yake Esther akamwambia kwamba tukiwahitaji tutawafuata, tutawaita. So muda wa kufika wa kurudi shule kwa umefika, wamerudi shule kama kawaida. Ana na Esther yani urafiki kwao umekufa kabisa, yani wakikutana tu wanasalimiana and then kila mtu anaendelea na mambo yake. Huyu ana kama amepata marafiki wengine ambao huyo mmoja alikuwa anaitwa Malisa. Anasema alikuwa anampenda sana kuliko yani mtu yote. Alikuwa ametokeni kumpenda sana. Hata walikuwa akifunga hivi, anaenda kwa kina Malisa na anaongozana na watu wengine. Akawa hajaenda tena kwa huyo aunti yake Esther. Lakini kuna siku usiku walikuwa hapo shule boarding, wamelala. And then usiku huyo aunti yake Esther akawa amewafuata kwenye ndoto. Akasema inukeni, tunaenda wapi? Mombasa. Kwa kama amewachukua watoto yani kwenye ndoto akawapeleka huko Mombasa. Huyo ana pamoja na Esther.
Kapeleka Mombasa kule kwenye lile jumba ambao walikuwa wametoka ile mara ya kwanza. Wakaingia mule ndani wakasema tunataka kwenda kwa kukutanisha na viongozi yani wa nchi region ya Kenya pamoja na East Africa. So kwa wameingia mule wakawa wanashangaa, yani wamekutana na wasichana wengine wengi ambao wana umri kama wasichana wengi wadogo na nini. And then kuangalia kuna sio wasanii, kuna watu wa kwenye politics, yani waheshimiwa, yani kila mtu ambaye wengine ambao hata yani huwezi kudhania kama watakuwa mule wakawakuta. Japokuwa kusema majina ya mtu yeyote na sidhani kama hiyo ina umuhimu sana, lakini wanasema tu ni jueni yani almost wasanii wote walikuwa mle ndani, wasanii wa Kenya na baadhi ya wasanii wa Tanzania, sijui Uganda na wapi. So wakaingia mule ndani wakawa wanatambulishana na nini like hivyo kama kujuana fulani hivi. And then ikafika time wakaambiwa wale ambao wameungwa muda so mrefu, ikabidi sasa kila mtu apange mstari, kila mtu anaenda mbele ya kama umati fulani hivi, anaambiwa kwamba yani unachaguliwa mtu ambaye unatakiwa kumtoa kafara, mtu ambaye yuko karibu yako wewe, ambaye either ni familia au ni mtu ambaye unampenda sana. Wakasema ni kila mtu lazima atoe mtu ambaye anampenda sana. Usipoweza kumtoa mtu ambaye unampenda sana, basi tukutoe wewe kafara. Ukishindwa kumtoa kafara, basi tukutoe wewe. So most of them ambao walikuwa ndio wameungwa muda so mrefu walikuwa ni watoto wa shule, high school, secondary nini, watoto wadogo. So wamepanga pale mstari, wanatetemeka kama nini. Akawa anaenda moja moja, ndio alipofika Ana akaambiwa inabidi umtoe, yani wakawa kuna kama bonge la kioo ambalo ukisogelea pale wanaona kila kitu, yani huwezi kuwadanganya chochote, wanajua kila kitu. Walipomwangalia Ana wakasema wewe tunataka umtoe huyo Malisa ambaye sasa ndio huyo rafiki ambaye amekutana naye after huyo Esther, ndio rafiki ambaye ni wa karibu, wanaongea kila kitu, wanaambiana kila kitu, ni wako very close. Akaambiwa inabidi umtoe huyo Malisa, kishindwa itabidi tukutoe wewe. So yule Ana kama ikubali, akasema sawa. And then huyo rafiki yake Esther kama ameenda pale akaambiwa wewe inabidi umtoe mama yako mzazi kafara. Esther naye akasema sawa, lakini though wanaumia, lakini wakawa wamekubali. So wakati wanaongea vyote hivyo walikuwa wamechomwa sindano 6 kila mkono, hapa kwenye mkono hapa walikuwa kila mtu anachoma sindano 6, zimechomwa kiasi kwamba ukigoma tu kusema kukubaliana nao, wanachomwa hizo sindano una bleed mpaka unakufa. So wakawa kama hawana jinsi, inabidi tu wakubali. Mind you, wamechukuliwa kwenye ndoto kutoka huko, wenyewe wako shule Nairobi, lakini wamepelekwa Kimazingaombo huko Mombasa, Then walipomaliza zile proceedings na nini, wakajikuta ghafla wamerudi kwenye miili yao huko Nairobi shuleni. So asubuhi wameamka, kumbe ni vitu ambavyo walikuwa wanafanywa kule, vilikuwa vinatokea pia huko kwenye miili yao. Zile sindano 6 ambazo walichomwa kila mkono, walipoamka asubuhi wakakuta madamu imetapakaa. Huyo Ana Sando anaelezea, akakuta madamu imetapakaa kitanda kizima. Alipokuta madamu imetapakaa, inaweza akawa anashangaa nini kimetokea, kuangalia mikono, zile sindano zote ziko kitandani kwake. Ikabidi aambie wenzake mimi na suffer from depression, ndo nilikuwa ninajichoma mwenyewe, ndo ikabidi ajielezee hivyo. So wenzake akawa amemchukua akampeleka hospitali. Wamempeleka hospitali pale akatibiwe. Kufika pale hospitali ya shule akamkuta rafiki yake Malisa alienda kumbe usiku. Kumuuliza vipi, akasema naumwa tumbo, anasema naumwa tumbo, naumwa viungo vyote vinauma. So huyo akamkuta Malisa yupo hospitali analia, vibaya mno, anasikia maumivu mwili mzima, tumbo, kichwa, miguu, mikono, haelewi. So akawa amenaniliwa, amekaa naye pale kidogo. Then ikaja ambulance pale hospitali ya shule, wakamchukua mpeleke hospitali kubwa. Then Ana akawa ametibiwa hiyo vidonda, and then maisha yanaendelea. Baada ya siku kama 3 hivi, taarifa zikawa zimesambaa kwamba yule Malisa alipelekwa hospitali amefariki. So zile news zikawa zimemshtua huyu Ana, kwa sababu alikuwa ni rafiki ambaye ametokea kumpenda balaa. And then kusikia kwamba amefariki, akawa amesikitika sana. So akawa naye amesikitika tu kama watu wengine, lakini moyoni mwake anajua kwamba sababu ya yule Malisa kufa ilikuwa ni yeye. And then yule Esther akawa ameitwa ofisini. Kuna siku kutoka ameitwa ofisini, akaambiwa mamake amefariki, kwa inabidi aende nyumbani kwenye msiba. Kama ameenda kwenye msiba, hizo issues kazi zimeisha, so wakawa ni kama ndio official members.
wakaanza kutumwa kuharibu vitu, cause maajali, sijui kuangusha magari huko mabarabarani, and then wakaanza kutumwa shuleni kwao. Shuleni kwao kila mtu alikuwa na kama kikabati fulani hivi ambacho unaweka vitu vyako. Sasa yule Ana anasema yeye alikuwa kila akienda kuangalia kwenye kile kabati anakuta hela, anakuta sijui makeup, anakuta vyakula ambapo sasa vile ndio inatakiwa awape wenzake, ili akiwapa tu akila vile vitu anakuwa kama ameunganisha, na wenyewe anaanza kutokewa na vitu kama hivyo. So akawa amefanya hivyo, na akikuangalia, anasema akikuangalia tu anajua huyu anapenda makeup, anakuletea siku, atakuletea lipstick au atakuletea wanja, ukipaka tu yani tayari ni kama ashakuuza kule. Unaanza kuota matoto kama si baharini uko wapi, kumbe tayari washakuchukua. Kuna ambao walikuwa wanajua wamechukuliwa na ambao wengine hawajui, wanatumika tu, hawajui kama wako kwenye hiyo nani tayari. Akawa anasema yani akawa ameunganisha yani wasichana kama 100 shuleni kwao, na pamoja na walimu pia, kwa sababu alipojiunga tu kule akawa kama amepata favor fulani hivi, kila mtu anampenda yani, mpaka akawa head girl shuleni kwao, akawa ni kiongozi kwenye kinanilio ya dini ambayo alikuwa anaharibu. So maisha kana endelea hivyo nini, akawa wakati alijiunga vile akawa alinunuliwa sweet plots za, anasema alipojiunga tu vile walikuwa wamempa plots za viwanja sijui nini. Kwa sasa yani akawa na hela mpaka yani hamna mtu anajua zinakotokea, na hakuna mtu ambaye alikuwa anauliza maswali yoyote, kwa sababu yani alikuwa anasema alikuwa amewapumbaza yani wasiulize hizo hela zinatokea wapi. Mpaka kuna siku ikawa imetokea mamake akawa amelala, ameota kwamba mtoto wake yuko anakula mtu. Ikabidi ampigie simu amwambie, mwanangu nimeota hivi na hivi, nini kinaendelea huko? Kwa sababu yani wakati anapata hizo hela alikuwa anatuma pia nyumbani, yani kwa kila wiki alikuwa anatuma kama 1,000 ya Kenya, huku ni sawa kama 2,000,000 kila wiki. Sasa imagine mtoto yuko shule anapata pia 2,000,000 kila wiki. Hata ukisema sio anafanya kazi gani, hizo hela kweli yani sio kitu rahisi. Akawa amemdanganya kwamba anafanya kazi kwa huyo anti Esther, nafanya kazi kwenye nanio yake ndo ananilipa, kwa hiyo akinilipa na watumia. Kwa sababu yani wazazi walikuwa wanapokea hela kwa hawajauliza sana, wakawa wamepotezea. Anasema alikuwa akaenda kuchukua videos kwenye hizo sehemu za kufanyia kazi, kutoka kwenye maduka manini, kachukua videos kwamba yuko anafanya kazi, kamtumia mama yake. Kwa hiyo mama yake kama ametulia kidogo. So anaendelea na hizo mission, anaendelea kufanya makazi huko, anaendelea kuua watu, kunywa madamu na nini. And then kuna siku huyo mama yake pamoja na wadogo zake wakawa wameenda kwenye ibada fulani hivi, sijui kwa mchungaji nani, hajui. Kwa walipofika kule mchungaji akawa ameona yani huyo mtoto anafanya nini. Kwa akamwambia mama yake kwamba huyu ana yupo kwenye Illuminati na anafanya kazi hii na hii, so inabidi tumuombe. Kwa mamake akaanza kumwombea, akawa amemwombea, yani akawa wanamwombea. So walipomuuliza Ana, ikabidi sasa ananiliwa aseme kwamba yeye ndio nilikuepo. Na kwa sababu yale maombi alikuwa anaomba alikuwa ni yanaingiliana na kazi zake ambazo alikuwa anazifanya, ikabidi amwambie mamake nishatoka, kamdanganya. So mamake akawa ameacha kuomba, na yeye akawa ameacha kumtumia hela ili asiendelee kushtuka. Kwa akaendelea na kazi zake na nini. And then kuna siku mamake akawa amemuita nyumbani, akasema mwanangu, nataka uje tuongee vizuri kuhusu mambo. Yeye kwa kujua kwamba mamake ashajua kwamba mimi nishatoka kwenye hayo mambo, ikabidi aende. Akawa amemchukua rafiki yake Esther, wakawa ameenda naye huko kwao, na akawa amemuita nyumbani, njoo tuongee vizuri. Kwa akawa amemchukua rafiki yake Esther, wakawa ameenda nyumbani kwao sasa huko kijijini. Kumbe mamake alikuwa amuiti kwenda kuongea. Mamake alikuwa amemuita, kaita wana kijiji, kawaambia kwamba mwanangu ni mchawi, naombeni mumshughulikie. Na kama mtu anajua ni kuna vijiji fulani vikigundulika tu ni mchawi anakuua. So mamake akawa amemuita mwanae ili aende akauliwe huko kijijini, kwa sababu akawa anajua kwamba yeye bado hajatoka. So huyo mwanake Ana kafika nyumbani kwao, anauliza mama yuko wapi? Wakaambiwa kwamba mama ameenda sio mbele huko kwenye misitu gani sijui, nendeni mkamfuate, yupo ameenda sio shambani. Wakawa wanadanganya. So huyo Ana na Esther kama wameenda kuwafuata wazazi, wakawa wanatembea, wamefika sehemu, wakawa wamezungukwa na wanakijiji hao. Wakaanza kusema wenyewe wachawi. Wakaanza kupigwa bonge ya mawe, yani wamepigwa mawe mpaka mawe yakawa yamefunika miili, hata uone mwili uko wapi. So wanakijiji wakajua kama hao watu washafariki, wakakimbia. Kumbe wenyewe tayari washafikia yani level kubwa kwenye huko Illuminati, kiasi kwamba yani miili yao hawasikii maumivu, hawasikii nini.
So wakawa wamekaa kule chini, wakawa wamesubiria watu waondoke. Waliposikia hamna mtu yupo pale, wakatoa wale mawe yakawa wameinuka, wakawa wanaendelea na safari zao. Yani wakawa kama hawasikii maumivu. Though yale mawe yalikuwa yamechana wanatupa damu, lakini walikuwa hawasikii maumivu. And baada ya siku ngapi tu vidonda vyote vikawa vimepona. So ndo kujua kumbe ni wazazi wangu walikuwa wameniita ile waje niue. Akawa ameondoka kurudi tena pale nyumbani kwao. Na mpaka sasa hivi hajawahi kuongea na wazazi wake tena. So akawa ameondoka na huyo Esther wake, akawa ameendelea na kazi zao hizo ambazo walikuwa wanatumwa. Sasa huyu Ana alikuja kufanya interview ile elezea hivyo. Kama mimi nataka niokoe mtu yeyote ambaye atajiroga kuingia kwenye hivyo vitu. Yaani nataka nielezee story yangu ili niwaambie watu kwamba wasiingie huko. Ndio unapata pesa, ndio unapata kila kitu, lakini hauna amani. Ni unateswa, hakuna amani yoyote. Yaani utapata hela zote lakini hazikusaidii kupata amani. Akawa anasema hiyo sio sema ambayo mtu yeyote anataka kuwepo. Yaani inaongelewa nje kwa uzuri, lakini hakuna kitu kizuri chochote utakachopata. Na pesa unayopata hauruhusiwi kufanyia vitu vizuri. Unaruhusiwa kufanyia vitu ambavyo vitaharibu maisha ya watu, ambavyo vitaangamiza watu na nini. Mpaka muda ambao alikuwa anaelezea hiyo story, alivyo Ana hajatoka kwenye hiyo Illuminati bado, pamoja na huyo Esther hajatoka kwenye Illuminati. Na huyo ambaye alikuwa anafanyia interview alimfanyia Ana mara ya kwanza, ndio akaja kumfanyia huyo Esther. And Ana akawa anasema mimi nikipata njia ya kutoka, nikifanikiwa kutoka, nitamshukuru sana Mungu. Kwa sababu kwa watu ambao walijaribu kutoka, ambao waliingia wakatoka, wakauliwa. Watu waliuliwa. Akasema unless utolewe na nguvu ambayo inashinda huo uchawi wote, ni ngumu sana kutoka. Lakini kwa upande wa huyo Esther ambaye alifanywa interview, alikuwa anasikitisha sana. Kwa sababu yeye alikuwa anasema yeye hataki kutoka, na mpaka sasa hivi tulipokuwa walipokuwa wanafanya interview, mara kwanza sasa aliambiwa amtoe mama yake kafara, na kwao walikuwa wako babake, mama yake pamoja na watoto 3. Mpaka sasa hivi ninapoongea tayari ashamtoa babake kafara pamoja na wadogo zake 2, ashawatoa kafara. Na anasema hajuti kuwepo huko ndani kwa sababu anapata chochote anachokitaka. Anapata pesa, sijui ana nguvu za kishirikina na nini, kwa yeye hataki kutoka. Lakini kwa upande wa Ana anasema huko hakuna amani, natamani nitoke, natamani nipate njia ya kutoka, lakini kama unajua ile mtu ametishiwa sana mpaka kiasi anaona kama hakuna njia ya kutoka. Ndio alivyo. Na huyo sasa wakati anafanywa interview anasema mimi niko kwenye level kubwa zaidi ya huyu Ana, kwa sababu mimi nafanya vitu ambavyo huyu Ana hataki kuvifanya. Nimetoa ndugu zangu wote kafara, sasa hivi sina ndugu yoyote, lakini nina amani na nini, niko sawa, nina pesa na nini na nguvu. Alikuwa anaongea kama mtu ambaye So moral of the story guys, kwa makini sana sana na watu ambao unakutana nao hizi sehemu za mikusanyiko. Sijui uko shuleni, sio kila mtu ni rafiki yako. Hujui mtu yoyote ambako ametoka. Asikudanganye mtu, watu wana siri kubwa. Unaona mtu anacheka hapo anakuchekea, kumbe mtu ana plani kukuua. So kuweni makini sana sana. Sio lazima kupokea hizi zawadi. Unapokea zawadi za nini? Ndio unaona mtu sometimes uko kwenye sherehe sio nini, mtu anakupa zawadi, mara labda uko unaolewa unapewa zawadi ambayo inakufanya usipate mtoto. Unadhani mwenzio alikuwa anafurahia kukupa hizo na nini, kumbe mwenzio anaona wivu, anasema kwa sababu umejifanya umeolewa basi hautapata mtoto. So kuna story nyingi ambazo zinatisha guys, watu wanatisha, watu wana mambo ya ajabu.